أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali yote tunamshukuru Allah kwa rehema zake na kwa fadhila zake kwa kuweza kutujalia kufika muda kama huu na kuweza kukumbushana mawili matatu ambayo sisi kama waumini, sisi kama binadamu tulioletwa katika ardhi hii lazima tukumbushane, kwa sababu ukumbusho unamfaa yule mwenye kuamini. Kwa hivyo mimi naikumbusha nafsi yangu sambamba na nafsi yako ndugu yangu unanisikiliza, so lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kupitia kuna kitabu nilikipitia cha Imamu cha Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Sheikh Abdul Wahhab anasema katika kitabu chake ambacho ni maneno ya dhahabu kabisa. Anasema maneno hayo, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum 4 masail. Yani tunatakiwa sisi tujifunze mambo manne. Sawa? Al-ula, jambo la kwanza, al-ilmu, ni elimu. Ndugu zangu, elimu ina mlango mkubwa sana. Elimu ina mlango mpana sana. Bila elimu huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo jambo la kwanza anakuambia ni elimu. Na jambo la pili anatuambia al-amalu bihi. Yani ile elimu ukisoma unatakiwa ifanyie kazi. Ukishaifanyia kazi ile elimu uliyosoma itakuongoza katika majambo mazuri. Ad-da'watu ilayhi, jambo la tatu anasema ad-da'watu ilayhi. Kwa hiyo umeisoma, ukaielewa, halafu akakwambia ukaifanyia kazi, halafu akarudi akakwambia ad-da'watu ilayhi, ukailingania. Kwa hivyo wewe unatakiwa unachokisoma ukifanyie kazi, lakini pia ukifikisha kwa jamii. Jambo la 4 tunaambiwa as-subra, yani kusubiri. Katika miongoni mwa jambo yote anayoongea manne, lakini jambo la kwanza na jambo la 4 akaweka ni subra. Katika yote hayo aliyotaja hapo yanahitaji subra. Subra jamani ni ngumu. Subra ni ngumu mno. Subra ni ngumu mno. Lakini subra ina malipo makubwa sana. Na natakiwa sisi tusubiri. Lakini kutokana na maisha yetu tulionayo, subra zinatushinda, tunakosa yale malipo ile subra. Subra inakuwa ni yani tunaivumilia, tunashindwa, lakini unaona mtu anaachia ngazi. Kwa hivyo unapoachia ngazi tayari subra inamshinda. Kwa hivyo nahusia nafsi yangu, Allah anijalie subra, na wewe unasikiliza, Allah kujalie subra. Subra ina malipo makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, baada ya billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah anasema wal asr, Allah anaapa kwa zama, innal insana la fi khusr, hakika binadamu yuko katika hasara. Ni hasara gani kubwa hiyo? Allah anajua ni yule kuacha hizi, yani kupuuza baadhi ya majambo. Kwa unajikuta unaingia katika hasara pasina mwenyewe kujitambua. Hakika binadamu yupo katika hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Wale walioamini wakafanya matendo mazuri ambao Mwenyezi Mungu amejalia, wale wameamini wakafanya matendo mazuri. Watawasau bil haqi, wakahusiana kuwa na haki. Yani mnahusia mtu afate mambo ya haki. Watawasau bil haqi, watawasau bis sabr. Na wale wanahusiana katika subra. Kwa subra ni ngumu. Lakini tunaenda mbali kidogo. Imam Shafi akasema, law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi sura lakafatuhum. Anasema yani lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angeliweza asiteremshe hii Qur'ani yote ikashushwa al-asr tu, basi ingeliwatosha viumbe wa Mwenyezi Mungu wote kwa utukufu na ukubwa wa sura hii al-asr. Kwa hivyo wanadamu tuko katika hasara kwa sababu tunaacha kufanya yale majambo ya kimsingi, yale majambo ya kutupeleka sisi katika kwa Mola wetu, hali ya kuwa Mola wetu ameturidhia. Hatuna muda wa kusoma Qur'ani, hatuna muda wa kujifunza mambo ya khairat, hakuna muda wewe wa kwenda kuswali dakika 5. Hakika wewe upo katika hasara. Kwa hivyo kama unajiona wewe ni muumini, ni Muislamu, na ukaacha kutekeleza majambo ya Mwenyezi Mungu, jalia upo katika hasara. Na muda wa kuondoka mbele ya Allah hujui ni muda gani. Muda wowote unakwenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hali ya kuwa wewe ni dhalili kabisa. Kama sisi Waislamu unapigwa mfungo fulani wa pipi, sawa? Unapopigwa ule mfungo wa pipi, haujawekewa hata mfuko. Yaani nguo fulani inashona tu, yani hata kwa cherehani kwa fundi aliendi. Kwa hivyo sasa hebu jikumbushe kama Allah mwenyewe anaapa kwa zama. Kwa zama zenyewe nakiwa wewe ujue mimi hapa muda wote saa yote ninakwenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nitakwenda kuulizwa nimeleta duniani nifanye nini.
nimeletwa duniani ili patokee nini. Kwa hivyo mimi nataka nikukumbushe jambo moja, na ninakupa kisa kimoja ambacho tunakuacha nacho, hichi kisa cha kuona. Kwa hiyo huyu mwanamke alisubiri, kila akisoma maandiko anasubiri, anaendelea kuomba dua, lakini akiomba dua anamwambia hivi, Allah Subhanahu wa ta'ala, na kuomba unitafutie mwanaume mwema mwenye mapenzi na huruma kama alivyokuwa mume wangu, kwa sababu anajua huyu mume wake ameshapotana, ndo khalas, hamna dalili yote tena ya kurudiana wala nini. Basi anaomba dua yeye, Mwenyezi Mungu nijalie ya Rabbul Alamin, nimpate mume ambaye mwenye sifa kama za mume wangu. Huko akaenda kusubiri, ampata misukosuko, ampata mitihani. Baada ya miaka kama 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala akamrudishia mume wake yule yule alikuwa akimuomba, aletea sifa kama za mume wake, lakini Allah alimletea mume yule yule kwenye malipo ya subra. Kwa hivyo tunaonyesha jinsi gani subira na malipo, lakini subira ni chungu. Subira na malipo, lakini subira ni nini? Ni chungu. Na ndio maana hata Imam Humaidi anasema, hadathana Bishr bin Musa hadathana al-Humaydi qala as-sunnatu indana an yu'mina rajul bil qadar khayrihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa anna dhalika kullahu qada'u min Allah azza wa jalla. Anatuambia Imam Humaidi yani hakika sunna yetu sisi ni kujua kadari, khairi yake na shari yake. Kwa subira inaingia katika mlango huo ambao umekadiriwa. Unajua hichi kilikadiriwa, muda huu Allah Subhanahu wa Ta'ala muda fulani utafika, Mwenyezi Mungu atanipa mtihani fulani na mtihani fulani. Kwa hivyo ukijua hilo, wala upati tabu, ugombani na mtu, wala utatulia tu, utasubiria kadari yako Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kukufanyia wepesi. Na kadari yenyewe tunaambiwa utakutana hulwihi wa murrihi, tamu na chungu. Lazima ukutane napo katika maisha haya ya dunia. Kwa hiyo ukikutana na chungu, yale mapenzi yalikuwa, huyu dada alivyokuwa moto na mume wake pale ilikuwa ni tamu, alivyoondoka huyu mwanaume ikaja chungu, akalia sana, akasubiri na ile chungu kweli kweli, lakini alisubiri. Lakini akaja imamu anatuendelea kutuambia, kila lenye kukupata halikuwa lenye kukukosa, na kila lenye kukukosa halikuwa lenye kukupata. Kwa hivyo tuamkeni, likupata jambo basi limekadiriwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almuhimu liwe la kheri. Hapa tunaambiwa khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Inategemea, kuna wengine wanapewa adhabu, lakini kuna wengine wanapewa, hiyo ndio kwa mitihani juu yao. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe subra, atupe uvumilivu, na tuweze kuja madarasani tusome, tuweze kufanya yale mambo ambayo Mola wetu mtukufu, Mola wetu mlezi ametukadiria sisi, mimi na wewe. Ndio maana kwa sababu tukifuata maamrisho ya Allah, sisi wote tutakuwa katika mstari mzuri, na Mwenyezi Mungu atukubalie habari zetu, atujalie subra kama ya manabii. Hebu muangalie Nabiiullah Ayyub alayhi salatu wassalam. Nabii Ayyubu yeye amepata mtihani ya maradhi ya kupotelewa mali, watoto, lakini alisubiri, na mwisho wa subra malipo yake yalikuwa ni makubwa. Kwa hivyo Mungu atujalie subra na uvumilivu, kwa sababu subra bila msaada wa Mwenyezi Mungu hatuwezi kusubiri. Kwa hivyo tusubiriane kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah atujalie subra ya kweli. Allah atujalie nafsi zetu, yani tusio wanafiki kwenye nafsi zetu, kwa sababu tukijidanganya sisi tunajidanganya nafsi zetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze na atufanyie wepesi wa kila jambo katika haya maisha ya dunia na maisha baada ya kuondoka duniani. Wabillahi tawfiq. Wa hadha, assalamu alaykum wa la afwa minkum.